Naitwa ni Mwindaeli Gideon Daniel, mkuu wa kitengo cha michezo, tamaduni na sanaa, halmashauri ya jiji la Mbeya. Katika kitengo hiki tuna majukumu mengi, lakini kwa upande wa wasanii, jukumu letu kubwa ni kuwasaidia wasanii katika mambo mbalimbali. Jambo moja muhimu la kitengo hiki katika kuwasaidia wasanii ni pamoja na kuwasimamia katika shughuli zao, lakini pamoja na kuhakikisha wasanii wanaofanya kazi za sanaa wamesajiliwa na Baraza la Sanaa la Taifa. Hiyo ni jukumu kubwa, kuhakikisha kwamba msanii yeyote anayefanya shughuli za sanaa anakuwepo kisheria na anafanya shughuli zake hizo kisheria ili aweze kunufaika na kazi hizo. Hiyo katika halmashauri ya jiji la Mbeya kuna wasanii wengi ambao wapo kisheria na wanafanya kazi zao kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa, na hata baadhi yao kufuatia hiyo kujisajili na kufanya kazi zao kisheria wamebahatika hata kupata fursa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata ile mikopo ya wasanii ya kuwasaidia wasanii katika shughuli zao kupitia mfuko wa utamaduni. Lakini sambamba na hilo, kitengo hiki kina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba kazi za sanaa zinawanufaisha wasanii wenyewe na si vinginevyo, na msanii ananufaika na kazi zake. Kwa hapa jiji kuna wasanii wengi, na siku hizi kuna hawa wasanii ambao nyimbo zao zina trendi sana, hawa wa muziki wa asili, nyimbo za Kisafwa, ambazo kwa siku za usoni zimepata hamasa kubwa na wasikilizaji wengi na watazamaji wengi, hasa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kama kitengo tulichokuja kugundua kwamba hawa wasanii wa hizi nyimbo hawanufaiki sana na hizi nyimbo zao, japokuwa tumeweza wengine kuwasimamia wakasajiliwa, lakini bado hizi kazi zao hazijaweza kuwalipa, na mara nyingine tuligundua kwamba ni sababu pia ile ya kukosa elimu, ni namna gani wanaweza wakaziuza kazi zao, wakazipa thamani kazi zao zikapata kuwa na masoko mazuri. Kwa tulicho kuja kufanya sisi kama kitengo ni kuweza walau kuwasimamia kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kusajili kazi zao kwenye mitandao ya kijamii kama vile YouTube channel, ili kuona ni namna gani wanaweza wakanufaika. Kwa kuanza, kuna vijana ambao tumeanza nao. Kwa mfano, wengi mnajua kuna nyimbo hapa karibuni zimetrendi sana, kama ule wimbo wa Maisha, Nimeuza Mali, Si Mtoto Asome. Wimbo ulienda mbali sana. Umeuza mali sana. Sasa nimepata kazi. Kazi ya kuelewi. Maisha. Lakini kwa wale vijana wenyewe walioimba ule wimbo, unakuta hawakunufaika nao hata kidogo. Kwa hiyo tukaona hiyo kwa wasanii haina afya. Tulichofanya ni kuweza kuwasaidia wale vijana kuwa na akaunti yao YouTube channel, ili kuweka zile nyimbo zao. Lakini tulichokuja kugundua, ambacho ndio kilitupa kwamba ni kweli hawa vijana wengi wanufaiki nazo, tulipofungua hata ile YouTube channel, tulikuja kujua kwamba ule wimbo wa Maisha tayari una hakimiliki ya mtu mwingine. Kwa hiyo hapo unaweza ukaona ni namna gani ambavyo watu wengine wananufaika, kwa sababu tulikuja kuona ule wimbo tayari una watazamaji kama 200,000, lakini kwa hiyo mtu mwingine ananufaika, lakini sio wale vijana. Kwa hiyo baada ya kugundua vile, tulichukua hatua na wimbo ule ukarudi ukawa na hakimiliki yao. Kwa hiyo kwa sasa wananufaika na ule wimbo wao. Mke na mume wamelala, mke wake anachati na wala mume langu leo imelewa, subiri kidogo itatoka jamani, simu hizi
ya nyimbo nyingine sasa ambazo wamezitengeneza. Sasa wanapata ile fursa ya kunufaika nao. Na kwa haraka tumeanza nao tu hiyo kama majaribio, lakini unaona ile flow ya hela kwenye akaunti yao inakuwa kidogo ni kwa mwanzo tu, lakini ukiangalia kwa haraka kwa mwezi wanaweza wakapata kama 300,000. Sasa hapo wameanza. Ina maana tunavyoendelea utakuta huenda ikawa Mungu akisaidia ile akaunti hadi ikafika labda wanapata hadi milioni 1. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli ni kizuri, na tumeona hii kwa kuanza tuanze na vijana hawa, na tunaendelea kuhamasisha na kutoa rai kwamba vijana wengi walione hili ili waweze kunufaika nalo. Tunajua tatizo kubwa ni ile elimu, kwa sababu hata hawakuweza wao wenyewe kulifanya, lakini tukaamua tulifanye kama ofisi, tukalisimamia, na hatimaye sasa hivi wanaanza kunufaika na kazi zao.